katika kutoa. Hebu nisaidie kuhubiria jirani yako, mwambie faraja katika kutoa. Na kwa wale ambao hawaelewi hii lugha ya Kiswahili, pengine wanaelewa Kiingereza, mwambie the joy of giving. Yes, the joy of giving. Nataka nichukue wakati mfupi iwezekanavyo, kwa sababu nataka hili neno lituingie ipasavyo. Na nataka kwanza tuongee kuhusu maswali matatu. Swali la kwanza, what is giving? Kutoa ni nini? How do we give? Twastahili kupeana vipi? And why do we give? Sababu ya kutoa ni gani? Bwana asifiwe. What is giving? How do we give? And why do we give? Namshukuru Mungu sana kwa sababu kwanza katika ibada ya leo na sikujua kama kunao mpango kama ule uliokuwa wa familia ambayo imekuja hapa na kufanya ibada. Bwana asifiwe. Hata nikilitafuta lile somo sikujua kana kwamba kuna jambo kama hili litaweza kutendeka katika ibada ya leo. Lakini nikimshukuru Mungu sana, nataka niseme kutoa ni kupeana baadhi ya mali tulio nayo ili tunufaishe mtu mwingine. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu hapa ni kanisani, nataka tuseme ni kutoa baadhi ya mali ambayo tuko nayo ili tuinufaishe kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Hapa tunafanya kazi tunufaishe kazi ya Mungu. Na nataka tena tukiongea kuhusu kuinufaisha kazi ya Mungu, turudishe mawazo yetu nyuma kidogo, kwa sababu lile hubiri ambalo nilileta hapa linaendana sana na mahubiri mengine ambayo nayaleta hapa. Kwa sababu wakati tunasema tunafanya kazi ya huduma, tunarudi katika kwa hayo mahubiri ya kazi ya huduma. Wakati tunasema kwamba kazi ya Mungu si kazi ya madhabahu peke yake, na mshukuru Mungu kwa sababu kanisa letu liko na ile ministry tunaita arms ministry. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika ile ministry tunatoa baadhi ya mali ambayo tuko nayo tunufaishe maisha ya watu wengine. Bwana asifiwe. Na mshukuru Mungu sana kwa sababu Wakristo walio hapa wamepewa ule upendo na Mungu. Upendo wa kutoa mali, si kwa faida yao wenyewe, bali kwa faida ya watu wengine. Bwana asifiwe. Hau nemo wagia goga. So giving ni kutoa baadhi ya mali tulio nayo ili tunufaishe kazi ya Mungu. Nataka kwa dakika chache tusome andiko lililo katika Mithali mlango wa 19 mstari wa 17. Na maandiko yanasema, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. Bwana asifiwe. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. Yeyote aliye na ule upendo wa kutoa, hatoi ni kwa sababu tu anatoa. Bwana asifiwe. Anatoa ni kwa sababu anaifanya kazi ya Mungu. Nayo maandiko yanazidi kusema vipi? Naye Mungu atawabariki kwa lile jambo ambalo wameweza kulifanya. Haleluya. Swali la pili, how do we give? Hapa ni kanisani, si kwa soko. Nataka niseme regardless of the method we use. Unajua hapa sasa kutoa tunatoa kwa njia tatu. Njia ya kwanza, unatoa pesa, cash money, unaleta kwa basket. Unaleta pale unarusha kwa basket. Unaweza andika check kwa kanisa.
njia tu ya kutoa. Bwana asifiwe. Unaweza tumia online service. Si tuko na namba pale tunapeana, tunasema ni pay bill. Na tunasema sasa ikikwambia purpose uandike ni offering. Hizo ni njia tatu. Lakini kwa njia yoyote ambayo utakayotumia kutoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa njia yoyote ile ambayo utaweza kutumia kutoa, it shows a heart of worship. Bwana asifiwe. And I want us, as we continue listening to this word, listening to the sermon about giving, the joy of giving, I want us to take giving as an act of worship. Bwana asifiwe. Take giving as an act of worship. Because ule mstari ambao unafuata hapa unasema, we don't give for recognition. You don't give tithes so that you may be recognized. You don't give offerings so that you may be recognized. Hata kama unatoa sasa ndio ujulikane umetoa. Wakati umekuja mkono yako umeweka kwa chodo, nitajua aje umeweka nini ndio nikutabue. Bwana asifiwe. We don't give for recognition. We give because we are willing to serve God with what he has given us with. Praise the Lord. Amen. Swali la tatu. Why do we give? Je. Hebu unisaidie kumuuliza jirani yako. Je. Na kama huna jirani tafadhali utafute jirani. Muulize je. Si muulize je. Mbona sisi hutoa? Na kuna watu ni kama hawana majirani ama hawapendi majirani zao. Kama vile maandiko yanavyosema. Kuna watu wanasema je, sijui kama ni mimi. Kwa nini niko na marafiki na majirani wengi aje? Bwana asifiwe. Je, kwa nini hutoa? It is an act of worship and obedience to God. Tulisomewa maandiko in the book of Leviticus chapter 27 verse 24 through 30. Na maandiko yalikuwa yanasema kuhusu kutoa vitu tulizo nazo. Haswa maandiko yalikuwa yanaongea kuhusu the first fruits, the first bonds. Bwana asifiwe. Si hayo ni mazao ya kwanza ambayo Bwana ametupea. Na namshukuru Mungu sababu kuna familia imekuja hapa. Hata kabla sijapeana neno, kuna familia ambayo bado imefanya kama vile nilikuwa nataka kukuja kuwaambia. Bwana asifiwe. Asante sana familia Mama Fidelis kwa sababu umenisaidia sana kuhubiri. I will not dwell so much in that because kuna mtu amefanya mfano wa vile nilikuwa nataka kufanya. Bwana asifiwe. Na kama jinsi maandiko yanavyosema, the book of Leviticus is calling us to give to God what belongs to him. Bwana asifiwe. Hiyo kitu ambayo si yako usikae nayo. You supposed to give God what belongs to him. Na wacha nikwambie, wakati utaitikia kupea Mungu kile kitu ambacho uko nacho ikuwa chako, ule ndio wakati utatabua ile furaha tunaongea kuhusu. Kwa sababu bado kuna wanashindwa, sijasikia bado akisema ile faraja katika kutoa. Bwana asifiwe. Wakati utafuata haya maandiko, sasa kwa wakati ambao hutaenda sana, hiyo familia itaweza kupokea ile faraja katika kutoa. Kwa sababu wametoa zao la kwanza la familia na wamelileta katika madhabahu. Bwana asifiwe. Hallelujah. That is why the book of Leviticus is calling us to give to God what it belongs to him. Hallelujah. And this is an act of obedience to God. Hii ni njia ya kuonyesha vile tunajua kufuata maagizo. Unajua watoto wengine, na sisi sote ni watoto. Sasa nikiongea kuhusu mtoto, usione
Pastor anaongea kuhusu watoto na wako darasani. Hapana, jiweke hapo. Sisi kama watoto, kuna wakati mwingine tunahitajika kufuata maagizo. Lakini kwa nyakati nyingi tunashindwa kufuata maagizo. Bwana asifiwe. Lakini wakati tumeyafuata maagizo, haswa maagizo tulioandikiwa katika kitabu kitakatifu, ule ndio wakati ambao tunaweza kuipokea ile faraja ambayo tumeambiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko yamesema at one cannot redeem things or persons devoted to God. Tukisoma katika hicho kitabu cha Leviticus, jina yake ya Kiswahili imenipotea leo, sijui imeenda wapi. Yes? Ya Walawi. Katika mlango wa 27 mstari wa 24 hadi mstari wa 30. Tukisoma haswa katika mstari wa 28, 29, tunaona kwamba hatufai kuchukua mali ambayo ni ya Mungu tukaiuze na tukatumie ile pesa. Wacha nitumie pesa kwa sababu sisi ni Wakikuyu. Hata Wakikuyu ndio wengi sana hapa. Ile 90% naongeaga kuhusu Wakikuyu tuko wengi, si ndio? Ile pesa Wakikuyu najua anajulikana, hata Mhindi akisikia kazi yake iko na Mkikuyu anararaga kama macho yamefuguka. Kwa sababu anajua Mkikuyu sasa kuchukua mali yangu ni rahisi. Hufai kuchukua mali ambayo ni ya Mungu ukaiuze na ukatumia ile mali. Bwana asifiwe. Ama zile fedha. Kwa nini? Ukifanya lile jambo hutaweza kupokea ile furaha. Kwa nini hutapokea ile furaha? Pengine unajiuliza kwa nini pastor amesema sitapokea ile furaha? Kwa nini utumie mali si yako? Hata wakati tulikuwa wadogo, hata kama sijakuwa mkubwa sana, bado mimi ni mdogo, lakini kuna wakati nilikuwa mdogo sana. Wakati ule kama mzazi angeweza kunipea fedha na nitume kwa soko, ile pesa ambayo inasalia, kama ningetumia hata tusiseme 20, tuseme kubure 5 bob king'ori, ninunue peremende, hiyo pesa nikifika nyumbani hesabu itafanywa yote na nitasema ile 5 bob imeenda wapi. Bwana asifiwe. Na sitapata furaha katika ile nyumba hadi wakati nitasema ile pesa iko wapi. Bwana asifiwe. Hutapata furaha. Haleluya. Kwa hivyo ili nipate furaha lazima ningepeleka yote ambayo imebaki. Bwana asifiwe. Nisitumie mali ambayo si yangu. Na hiyo ndio maana nimesema wakati utaamua kutumia mali ambayo ni ya Mungu, hutapokea baraka, hutapata furaha. Kwa sababu sasa Mungu atakuwa anashindwa na atakuwa anakuuliza, mali yangu umekosa kuniletea, upelekee nani? Ama upeleke wapi? Ama utumie kwa njia gani? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kujua na kuelewa mali ambayo ni ya Mungu tumpe Mungu. Wengine wenyu wanajua kwa miaka kama 12 iliyopita, wengine wenyu nimeshawaambia nilikuwa mshirika wa kanisa Katoliki. Na kuna wimbo mmoja wa Kikuyu haswa ulikuwa unaibwa wakati wa kutoa sadaka. Nengera Ngai kiria kiri giake, nake Kaisaria neo kiria giake, mukimenyaga ciothe ciumite kwi Ngai, mutanahere niguo akurathime. Umeona sasa kwaya ilitoka wapi? Teacher Moses.
Huo wimbo ulikuwa unanifunza mambo mengi sana. Na kila wakati ambao nimefikiria kuhusu ule wimbo, njigua gucoka kuria, gacoka ngauga kuria mawatho makuo. No nduĩkire father na rĩu ndirenda. Lakini wakati umetabua kutoa ile mali ambayo ni ya Mungu na mpe. Bwana asifiwe. Ule ndio wakati ambao unajua furaha ya kumtolea Mungu ni gani. Na hiyo ndio wakati ambao unajua ile furaha ambayo iko na kina. Unajua kuna watu ambao unasemaga, ingĩrathimwo ta ng'ania, ingĩraraga njoete magũrũ igũrũ. Huo ndio wakati ambao unajua ile baraka ambao imepokelewa na hao watu ambao unatazama na unataka kubarikiwa kama wao. Huo ndio wakati unajua ile baraka hutoka wapi. Haleluya. Na nafurahia sana kwa sababu nimepata nafasi ya kuhubiri wakati tumebakiza juma moja ama wiki moja, ili tuweze kuingia katika ibada ambayo tutakuwa tukimtolea Mungu. Sasa ule wakati ukitaka tukuja kama tuende nyumbani kama tumekasirika, ukose kutuletea ile pesa ambayo uliandika. Unajua si kuandikiwa, uliandikiwa. Ulichukua card, ukaandika mimi nitaleta 200k. Alafu ule wakati ukifika, uanze kuambia watoto. Watoto wanakuuliza, "Mama, kwani uendi church leo?" Unaambia watoto, hiyo kichwa sisikii, sijui venye inanipeleka. Hii mguu yangu iko hapa, nasikia ni kama inauma." Lakini ni kwa sababu hutaki kumtolea Mungu. Hutaki kutoa ile ahadi ambayo ulimwahidia Mungu. Hiyo kitu ambayo utaambia mtoto inauma, hiyo itakufanya tukuje tukutazame pale hospitalini na tuombe pamoja na wewe. Unataka kutupea kazi? Kama hutaki tukuje tukutazame pale katika kitanda cha hospitali, tafadhali siku ya Jumapili ukuje mapema. Na usifike saa 5. Wakati Reverend anasimama hapa kuhubiri ndio na wewe unaingia pale kwa gate. Naomba Mungu sana parking ijae mapema. Ndio sasa ukichelewa sijui utapark wapi. Haleluya. Nataka nitamatishe. Nikimalizia nataka kuongea kama jinsi tulivyosomewa katika kitabu cha Wafilipi. Wakati Paulo alikuwa ananenea lile kanisa, aliwanenea kuhusu kutoa pia. Kama vile ananenea kanisa la Kariobangi kuhusu kutoa, ndivyo pia Paulo alivyonena katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 na mstari wa 16 hadi mstari wa 20. Bwana asifiwe. And Paul in the book of Philippians explains the generous giving. And the generous giving with a sweet smelling offering. Bwana asifiwe. Sijui niseme sweet smelling offering ama niseme sweet smelling aroma. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo hamtaki kusikia. Hiyo ni kama hamtaki kusema. Hebu semeni amen mzuri. Amen. Sasa ile siku sitaki kudwell sana na maandiko sana, lakini I want to refer from the book of Philippians. Kwa sababu wakati sasa umefika ambao tumekuwa tumejiandaa kwa miezi kadhaa kuhusu ile fundraiser tuko nayo siku ya Sunday. Na so wacha nisiseme ni fundraiser, wacha niseme ni siku ya kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kutoka ile ingine ilikuwa mwezi wa 10 last year. Kutoka mwezi wa 11 hadi huu mwezi wa 9 katika mwaka huu. Huo ni mwaka mmoja umeisha. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amekutendea. Haleluya. Sasa tena Mungu amekuwa hajakutendea jambo kwa sababu usemi amen.
Ama mnajua naelekea wapi? Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amekutendea. Bwana asifiwe. Wakati wengine wanasema matatizo yameongezeka, wewe husemi yameongezeka. Bwana asifiwe. Hata kama uko na matatizo, hupati matatizo kila siku. Bwana asifiwe. Si ati ulitatizika mwezi wa 11, Desemba, Januari. Hapana. Kama ulitatizika tu, ulitatizika mwezi wa 11. Desemba ulikuwa umekaa vizuri. Bwana asifiwe. So kuna mambo mengi ambayo Mungu ameweza kukutendea. And I want to encourage you this afternoon. Imefika afternoon. I want to encourage you. Na nataka niongee kuhusu mambo mane. Mambo mane. Jambo la kwanza, generosity as an offering. Jambo la pili, spiritual fruits. Jambo la tatu, God's provision. Jambo la nne, God's glory. I repeat. Number 1, generosity as an offering. Number 2, spiritual fruits. Number 3, God's provision. And number 4, God's glory. Nataka kwa wakati mdogo mchache sana niongea kuhusu haya mambo ambayo nimeweza kuyasema. Na kwanza kabisa nataka niongee kuhusu generosity as an offering. Bwana asifiwe. You know the Bible encourages us to give generously. We are encouraged. By the way, I have drawn these points from the book of Philippians chapter 4. Kwa sababu, if you allow me, please briefly to read. For even when I was in Thessalonica, this was Paul, Philippians, this was Paul, sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied, now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrant offering, an acceptance sacrifice pleasing to God. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To God and Father be glory forever and ever. Amen. Generosity as an offering. Kutoa tu kama sadaka. Wacha niseme tu kama sadaka. Kwa sababu sadaka, mimi sichukuli sadaka kama vile nitatoa pesa nilete hapa kwa chodo. Sadaka ni lile jambo ambalo umetoa na moyo wako bila kufinyiliwa. Bwana asifiwe. Na wakati ambao Wakristo wataishi maisha mazuri ni ule wakati ambao wataweza kutabua ile sadaka. Bwana asifiwe. Unajua wengine wanatoa tu watoe. Hata hawajui sababu ya kutoa. Wengine hata hawajui, wanatoa kwa sababu ni kama vile tulikuwa tunasema tukiwa watoto. Kwa Sunday school tulikuwa tunasema, mimi siibi kwa sababu sijui ule wimbo. Lakini ule wakati ukifika, ukijua mzazi ataenda kukuuliza kwa nini hukuiba na watoto. Sasa ile Sunday ingine ikifika unaenda unaiba tu. Tulikuwa tunasema niego ino nyine onyono tu. Ndigathie kurio nyumako. Nitaiba tu for the sake. Bwana asifiwe. Nataka niwa encourage. Tusitoe kwa sababu watu wanatoa. Haleluya. Usitoe kwa sababu hata Sunday ikifika, usikuje hapa na kadi yako kwa sababu nimekuja na yangu. Tuacha niende ndio pastor anione nimetoa. Na ajue venye mimi ni kinara. Nimeleta mali. Usitoe kwa sababu unaonwa.
Usitoe kwa sababu unataka rafiki yako aone venye umetoa. Toa kwa sababu ni sadaka unatoa ukitaka baraka kutoka kwa Mungu. Na wacha nikwambie, kama utatoa ukitabua ya kwamba ni sadaka unatoa, ile faraja utaweza kuipokea. Haleluya. Wakati tutakuwa tukitoa, nataka niende hiyo point ya pili, spiritual gifts. Wakati utakuwa ukitoa, nataka tu utoe kwa ukijua mambo matatu. Utoe kwa upendo. Bwana asifiwe. Nimeandika spiritual fruits kwa sababu love is a fruit of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Na mambo matatu ambayo nitataja hapa inatoka kwa the fruits of the Holy Spirit. Toa kwa sababu uko na upendo. Na siongei kuhusu sade peke yake, hata wakati mwingine ambao tutakuwa tukileta matoleo katika madhabahu. Usitoe kwa sababu watu wanatoa. Toa kwa upendo. Toa ukiwa na upendo kutoka ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Na ukitoa kwa upendo, hii ni kuonyesha kwamba unaipenda kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Be faithful to God wakati utakuwa unatoa. Bwana asifiwe. Wengine walichukua kadi wakaenda nayo wiki mzima, na wakaenda na wakaomba sana. Hata wengine najua walifuga. Hawakukula na hawakukunywa. Ndio waombe wamuulize Mungu, Bwana unataka nitoe nini? Wengine najua wako ambao waliambiwa na Mungu chenye watatoa, na wakaandika, wakakuja wakasema 20k nitaleta. Lakini ile siku ikifika, dutekiri tuwedi. Ndiye muko we na igana rimwe. Agasa we. Agane gutugaya. We jaribu tu. Ile furaha, hata ile baraka utaipata. Bwana asifiwe. Kwani kuna mtu alikufinyilia utoe hiyo pesa? Ulitoa kutoka ndani yako. Ulijitolea ukasema ule wakati ukifika nitatoa hii pesa. Na kwa sababu tumekuwa tukiombea hii siku kwa wakati wa miezi kama miezi 5 hivi, tumekuwa tukiomba, si ndio? Na Mungu anajua yale maombi tumeomba. And because God is faithful, lazima atakupea lile jambo ambalo ulikuwa unaomba. Ile pesa, kila kiasi ambacho umekuwa ukiomba, Mungu atakupea. Kama ulimwambia Mungu nataka unipe 100,000. Bwana naomba unipe 1,000,000. Bwana naomba unipe 20,000. Ule wakati ukifika usijifanye umeenda washroom, utoe 5 uweke hapa, sasa ukuje na 15 ulete hapa, hutapata ile baraka. Umemdanganya Mungu. Be faithful to God. Be faithful to God. Na wakati umetoa kwa upendo na umekuwa mwaminifu kwa Mungu wako, be patient to receive the blessing from God. Bwana asifiwe. Na wakati utaamua kusubiri vizuri kwa baraka zake Mungu, utaweza kupata point number 3, God's provision. God's provision. God will meet all your needs. Kama vile maandiko yamemalizia katika mstari wa 19, ni 19 imemalizia. Imesema, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. And number 4, God's glory. When we give out part of what God has given us in his service, tunafanya haya mambo kwa sababu, tunafanya hili jambo kwa sababu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, we acknowledge God's source. Tunataka kuonyesha kwamba Mungu ndiye mwenye mambo yote. Mungu ndiye mwenye baraka zote. Bwana asifiwe. Kazi yetu isikuwe tu ni kuiba ati wa milele Mungu wa baraka ni nani. Lakini wakati ukifika wa Mungu kutubariki, hatutaki kukaa kama watu wamebarikiwa na yeye. Bwana asifiwe. Let us acknowledge that God is the source of our wealth.
Number 2, we praise God first. We give God the first priority. And number 3, we be a blessing to others. Sasa wakati utaleta ile pesa hapa, najua itasaidia kanisa sana. Kwa muda wa mwaka mmoja ambao utaanza mwezi ujao. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa naona wakati ni department gani iko mbele? Ni Amen Fellowship. Iko mwezi wa 3. Ikifika najua atakuwa ameandaa ibada ya kukura. Bwana asifiwe. Chairman wa wazee ako hapa. Ile pesa kama sasa wazee hatutaleta pesa. Na wazee kwa sababu mimi ni kiongozi wenyu. Nataka tulete pesa ili ule wakati ukifika. The local church chairman asiseme hakuna pesa ya wazee hapa. Bwana asifiwe. Ile pesa itakuwa ya usaidizi sana katika kanisa letu. Na ili tufike mahali ambapo tunatarajia kufika kama kanisa la Kariobangi, ni vizuri sana tutii hili neno, ili tukilitii hili neno tutaweza kuipokea ile baraka ambayo inapeanwa kwa watu ambao watafuata sauti ya Mungu. Wakati mwingine nilifikiri kuhusu mstari wa Biblia ambao sikumbuki vizuri mahali ulipo, lakini uko katika kitabu cha Zaburi. Ule mstari unasema kwamba neno la Mungu ni taa. Si neno la Mungu limepita. Si ni taa imetumulikia. Kwa sababu ule mstari unazidi kusema ni taa ambalo hunipa mwangaza na kunimulikia niweze kuona njia. Bwana asifiwe. Unajua sasa mmesikia kwamba mnajua neno la Mungu ni taa na limenenwa. Na neno la Mungu limemulika. Sasa umejua njia ni gani. Usipofuata njia usije ukasema hukujulishwa. Bwana wabariki na watende mema. Tuombe. Tunasema ni asante Mungu wetu kwa neema yako ambayo umetupa haswa katika wakati huo wa kulisikia neno lako. Ni asante Mungu wetu kwa sababu umetunenea kwa upana kuhusu faraja ambayo hupekelewa na wale wote ambao hutoa, na haswa ambao hutoa kwa ajili ya kazi yako. Bwana wetu, ni ombi letu la imani siku ya leo na wakati huu kwamba utatusaidia hata tunapojiandaa kwa jinsi ya siku ya Jumapili ambayo tunaisubiri, ili Bwana wakati ule ukifika utaweza kutusaidia Bwana kuzitimiza haswa zile ahadi ambazo tulitengeneza na wewe. Na tukifanya vile Bwana, baraka yako isije ikawe bali nasi, bali Bwana neema yako ikazidi kuwa juu yetu. Njoo Bwana ukatubariki, twakusihi. Kwake Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki na watende mambo ya ajabu. Amen.